Ni kama kuna wimbi fulani hivi la mabadiliko ya kisiasa linavuma barani Afrika. Ndani ya mwaka huu mmoja unaoisha, vyama tawala kadhaa vimeng'olewa madarakani na upinzani umechukua nchi. Wacha nikupe mifano mitano tu kwa sasa. Huko nchini Malawi, Rais Lazarus Chakwera alikubali kushindwa na mpinzani wake na rais wa zamani Peter Mutharika aliyeongoza kwa karibu 60% ya kura. Rais Chakwera aliniambia taifa lake kuwa amefanya hivyo kwa kuheshimu nia yao ya kutaka mabadiliko ya serikali na nchi kwa ujumla. Nchini Botswana, chama tawala cha Botswana Democratic Party kilichotawala tangu uhuru mwaka 1966 kiligaragazwa vibaya tu na chama cha upinzani cha UDC baada ya kuambulia viti 4 tu vya uwakilishi kati ya 69. Senegal, serikali ya Rais Macky Sall ilitumia vibaya sana madaraka yake, hata kuwatia jela viongozi wa upinzani ili ishinde uchaguzi kwa mseleleko. Lakini vijana waliingia barabarani kufanya maandamano ambayo kwa bahati mbaya yalisababisha vifo vingi tu na kupata shinikizo kubwa la kimataifa. Baadaye kiongozi wa upinzani Bassirou Diomaye Faye alishinda uraisi na kumng'oa Macky Sall madarakani. Ghana, chama cha upinzani NDC kikiongozwa na rais wa zamani John Dramani Mahama kilishinda viti 183 dhidi ya 88 vya chama tawala NPP ambacho mgombea wake alikuwa makamu wa rais aliyekuwa madarakani wakati huo Mahamudu Bawumia. Sababu za mabadiliko haya ni nyingi, lakini karata ya vijana kutaka mabadiliko hasa dhidi ya serikali ambazo viongozi wake wanajilimbikizia mali, kujinufaisha wenyewe, familia zao na maswahiba wao, huwezi kuipuuza. Sasa Tanzania, Cameroon, Guinea-Bissau, Jamhuri ya Afrika ya Kati ni miongoni mwa nchi zinazokwenda kufanya uchaguzi mkuu kuanzia wiki na miezi michache ijayo. Unadhani chaguzi zao zitaendaje? Tuandikie kwenye maoni hapo chini.